Basi kama na leo pia unashindwa kunisaidia, umegoma kabisa, sawa. Tajua tunafanyaje. Si ndo umeamua? Poa. Judy. Njoo nisubiri ndani mara moja. Nikachukue pesa ili tuweze kwenda hospitali. Davis. Oh, Davis. Davis, mimi sinaongea na wewe. Oh, Davis. Vipi bana, shida nini? Shida nini? Davis, mimi nimekuja hapa niko na shida. Kwa hiyo umekuja ili nikupeleke kwenye shirika la kusaidia watu wenye matatizo au nikuelekeze lilipo? Davis, usiseme hivyo bwana. Alafu angalia leo nimekujaje. Leo uone nipo serious hivi. Kweli nimepata changamoto, nahitaji msaada wako. Kwa hiyo baada ya yale yote yaliyotokea yale, leo hii tena unakuja hapo na shida. We baba, na leo tena. Yaani wewe uliziki Mimi nakupa kutwa mara 3, asubuhi, mchana na jioni, lakini uliziki. Uogopi magonjwa wewe? Alafu unapita mtaani mwenyewe umekaa Na we dada, mimi ndo mke wake halali kabisa. Usione unakaa unapita naye njiani hapa ukajiona wewe ni bonge la mwanamke. Sijui unanielewa? Kaka, kwani huyu ni nani? Davis, tusifike huko. Mimi nakumbuka tumetoka wapi. Si ni marafiki Davis. Kwa hiyo usingekuwa na shida usingekuja hapa. Ndio maana nimekwambia tusifike huko Davis. Wewe ni rafiki yangu na tumeishi sasa hivi tumekuwa kama ndugu. Na ndio maana kila nikipata matatizo mtu wa kwanza kumfikiria ni wewe. Kwa sababu gani sijaenda kwingine kote huko, nimekuja hapa. Haya. Sema una shida gani? Davis bwana, mimi nimekuja na shida na kiasi fulani hivi cha pesa na matatizo kidogo. Pesa? Shingapi? Nilikuwa naomba unisaidie kama kiasi cha 30 hivi. Hii itakuwa ngumu sana hiyo. Davis, nisaidie, mimi rafiki yako bana. Mimi najua uweze kukosa hicho kiasi cha pesa. Nisaidie, mimi nitakulipa hela yako. Uenda ninacho, lakini sasa si unaona hapa mimi nipo kwenye biashara hapa. Niweza kawepo lakini ni ya kazi. Sisi nikatoa tu pesa ovyo ovyo tu bila taratibu zozote. Na ulisema ulikuwa kuna mdoli si unakupa pesa huko vipi? Siku hizi haukupi pesa huo mdoli. Dada. Huyu ni dada ambaye tunaishi naye jirani, lakini ametoroka hospitali kule Milembe. Kwa hiyo akili zake zinaingia na kutoka. Ndio jinsi unavyomuona hivi. Na itakuwa ndugu zake wanamtafuta sana.
maana hajui anachokifanya. Lugha rahisi ni punguani. Dada, samani, unaweza ukanipisha nizungumze naye kidogo? Inaonekana kama amerudisha kumbukumbu zake ili niweze kumrudisha nyumbani kwao. We Kijuso, imekaaje hii? Davis, habari za Mdoli tuziache. Mimi nimekuja hapa niko na shida ya haraka ndugu yangu. Mdoli amekuja kujaje sasa hapa? Mimi naomba unisaidie, nimepata shida ya ghafla ndugu yako. Alafu ni muhimu sana niipate sasa hivi ili niweze nikatatua matatizo yangu. Watu wengine bana, kiburi kingi. Sasa sikiliza ndugu yangu, au vipi bana? Hapa mimi pesa siwezi nikatoa tu hivi hivi. Sawa bwana? Natoa kwa masharti. Utaweka bondi kiasi kitu chochote, alafu riba itakuwa shilingi 70,000. Davis, 30,000 kwa 70,000 kweli? Au unafanya kwa ajili ya kunikomoa ndugu yangu? Sasa hapo utakuwa unanikomoa, unanisaidia ndugu yangu. Ndio hivyo, kama utaki basi mimi ndio masharti yangu, sababu siwezi nikaweka guarantee yoyote kwamba utanirudishia pesa zangu. Wewe nipe hiyo simu na hicho kiasi utakacholeta cha riba, basi mimi nitakusaidia. Basi hivyo siwezi kabisa. Na rafiki yangu kweli kunisaidia mimi mpaka niweke kitu bondi kwako. Serious? Lete bwana. Si mwenyewe nzuri kabisa bwana. Hayo ndo mambo hizo. Ngoja nikuchukulia hapa ndani. Ili game ndo kwanza beach. Unaona leo umeshinda eh? Tutakutana tena kesho. Kesho tutakutana tena. Ngoma ya watoto siku zote haikeshi. Na uliona wapi mtoto mdogo akalala na pesa? Pesa tunalala na watu wazima tu. Kwa hiyo kuwa makini. La mchezo uchezewe, sio kupendelewa. I like you. Sasa dada, asante kwanza kwa kuifanya kazi yangu vizuri. Naamini imeisha kazi. Kwa naomba nikulipe kiasi chako cha fedha ambacho tulichokubaliana. Mbona hivi? Ni kweli dada, tulikubaliana 20,000. Lakini kwa sasa nina shilingi 10,000. Kwa hiyo nitaforce baadaye ili niweze kumalizia hiyo shilingi 10,000 iliyobaki. Wewe kaka wewe. Wewe hunijui vizuri. Alafu sitaki masiala kwenye kazi yangu. Naomba pesa yangu. Ni kweli najua sio makubaliano. Lakini kiukweli mfukoni mwangu nina pesa hiyo tu. Kwa hiyo niache hata dakika kadhaa niweze kutafuta pesa iliyobaki nikumalizie. Hatujaagana hivyo. Samahani sana. Uliniambia utanipa cash money. Kazi yako nimeifanya kama ulivyotaka wewe. Sitaki ubabefu kwenye kazi yangu. Sijui unanielewa? Hebu naomba pesa yangu mimi niondoke. Sawa, nakuelewa dada. Nakuelewa unachokizungumza. Na kiukweli kazi yako umeifanya kama tulivyokubaliana. Lakini pesa hapa mimi sina. Unaona hata kwenye wallet yangu sina kiasi chochote cha fedha zaidi ya hiyo. Kwa mimi nakuahidi baadaye na kutumia hiyo pesa. Hizo sio shida zangu. Hainihusu. Kinachonihusu hapa, nataka pesa yangu. Kaka samani sana. Yaani usitake ukanijua upande wangu wa pili. Naomba hela yangu. Naomba hela yangu. Oh, hunijui vizuri wewe. Kanipa pesa yangu au nipi? Dada, unaona sehemu tulipo hapa? Tuko njiani. Tunaweza tukajaza watu.
Mimi nimekwambia pesa yako nitakupa. Mimi naogopa? Mimi naogopa? Yaani watajaa watu, kunguni, mende, viroboto watajaa hapa. Nataka pesa yangu kaka. Samani dadangu. Samani. Nitajitahidi. Nitaipata tu hiyo pesa yako. Yaani niachia masaa mawili tu. Mimi nitakupatia pesa yako. Sawa. Yaani kitakachotokea usije ukanipigia simu wala ukanitafuta tena. Jamani. Judy, nimekuletea maji unywe dawa. Dawa? Dawa for what? Wewe si unaumwa, unategemea hizo dawa anywe nani? Bro, I'm not your sick. I'm good. And I'm safe man. Be serious, Judy. Umeona tumetumia gharama Tumeenda hospitali, tumepewa dawa. Kunywa dawa basi. Siumwi kabisa, siumwi, nimepona. Sijisikii hata kuumwa. Kwa umwi kabisa? Bro, siumwi. I'm fine. Yaani kiufupi nimepona. Kwa sasa hivi uko vizuri na unaweza kwenda nyumbani? Nimepona. Chukua hizo dawa hapo. Kama litabadilika utazitumia, sawa? Alafu uende ukabadilishe nguo, dada yako asije kutafuta. Mimi tena nichukue hizo dawa? Wewe baki nazo tu. Mimi nimepona, nimekwambia. Hapo tena kuumwa majaliwa, Mungu akipenda. Kweli. Fresh mwanangu. Haina shida, fresh. Mimi najua unahusika kwenye hili. Lengo lako sikunikomoa, kunaona mimi napata shida. Haina noma. Alafu hiyo michezo hiyo. Mimi mwenyewe mtoto wa mjini, naijua na naimudu vile vile. Nakukumbusha tu, hapa simu yangu sina mimi.
Wewe umeacha mpaka simu nimeenda kuweka bondi, nimeenda hospitali, nimenunua madawa. Alafu kumbe vitu vidogo tunaweza ukamaliza. Fresh, hana noma. Madawa ya hapa atatumia nani sasa? Hana noma, poa, fresh. Nilijua tu. Haya, endelea. Unaweza kuniambia ulikuwa wapi? Nilienda kwa kaka. Kwa hiyo umeenda kwa kaka yako je? Ulikuwa unaumwa hoi tabani. Masaa machache tu umepona. Nilijua tu kama ulikuwa humu ndio maana nikakupotezea. Kweli dada, nilikuwa naumwa. Kaka kanipeleka hadi hospitali, nimepima nilikuwa na malaria na nikapewa hadi na dawa. Hizo dawa ziko wapi? Mimi mbona nimepona? Nikaziacha huko. Sasa mimi za nini tena? Unajua juzi mimi nishachoka na maigizo yako. Fanya unavyojua wewe. Kukupata imekuwa kama zari tu, kukupata imekuwa zawadi tu. Nahidi kukutunza, nahidi kukulinda, nahidi sitakumwaga. Babe. Tuna tukapumzike mara moja pale. Bibi, hapana. Maana hapo kwenye nimechelewa sana. Mama niagiza niende kwa manasi. Nikachukua la kikoba, nipeleke nyumbani. Na hapo kwenye nishachelewa sana. Na manasi mwenyewe na wasiwasi naye, sije nisimkute nyumbani kwake, afu sije nitasemaje nyumbani. Nimekuweka muhuri. Jordan, usiniambie kwamba eti umeniweka albite. Kwani una ubaya? Hivi Jordan, unapofanya vitu vyako unafikiria kweli kabla kufanya au ni unafanya tu? Hivi nikirudi nyumbani mama atanionaje mimi? Nimetoka nyumbani sina hiyo albite. Narudi sasa hivi ananikuta nayo. Wewe fikiri atajua mimi nimeenda kuchukua hela au nienda kufanya mambo yangu mengine? Lakini babe, hii hapa ni ishara kwa watu wanaopendana. Mimi nakupenda eti. Hivi Jordan, unajua mimi ninachokiongea hapa na maanisha. Hapo unaita masiala. Wewe unajua mimi ni mpenzi wako, lakini mamangu mimi anajua kama wewe hapo mko wake anajua. Ana hizo taarifa. Alafu ananikuta mimi narudi niko na love bite. Na wakati alinituma niende kwa Manansi nikachukua hela vikoba. Na hii love bite inatokea wapi? Yeye ataionaje love bite? Wewe ulivyoona naye pia ataona hivyo hivyo. Kama ulivyoona wewe. Haya akiona uone kama tatizo hilo. Basi babe, sorry. Samahani. Kwa ndo nataka kuniambia umekasirika. Nimependwa tena, mwenzenu nimependwa tena. Nakutania bana baby. Nakuja ukasirika. Nimependwa Hey, babe. Tangulia mara moja yako. nimependwa tena, mwenzenu nimependwa tena. Yaani kuna watu ni wagumu kuelewa jamani. Kwa hiyo licha kukwambia maneno yote yale juzi, wewe umeamua kurudi tena. Meishinda tabia. Shoga yangu nikwambie kitu. Yaani kwa siku ya leo sisikii kuongea chochote na mtu yoyote. Sijui unanielewa? Show iliyofanyika humo ndani leo, I say, imenifanya nichoke sana.
Leo mwanangu umeupiga mwingi sana. Leo umejua kujiongeza vizuri baba. Unajua hata sikuamini, yani nilikuwa na wasiwasi, ule wasiwasi wenyewe, lakini leo nakupa maua yako. Lakini nilikuwa nawaza ndoto ndo kashakuja geto. Alafu sasa ile changamoto ikaipo kichwani. Na kweli si kweli. Babu leo umenifresh. Yaani katika siku ambazo umenifresh leo. Sijui nitaenda kulipa nini wewe. Mimi sina cha kukulipa, lakini kwanza kwa ulionifanyia leo mimi nimeenjoy sana babu. Wewe inabidi sasa tuishi hivyo kiamani tu. Sio mambo mengine yakasirika madogo. Yaani mimi nilikuwa tuishi kama hivyo sasa. Yaani mambo mengine yakasirika tuachane nayo, yaani tuishi kwa amani tu kama hivi tukiishi buru. Alafu kitu kingine sasa. Hapa itabidi unipe hela. Usinajua mambo magumu. Sasa sikia. Chumba yupo nje. Ngoja mimi nikamtoe, alafu narudi tuongee vizuri. Sawa? Ila saluti nyingi mwanangu. Kwa hiyo sitaki unichoshe. Niache. Wewe mtu anakaa juu masaa 3. Ashuki. Wewe ushiko na wapi? Wewe uogopi? Baby, yani leo sihitaji unipe hela yoyote. Nahitaji tu nige 500 tu nikanunue dawa maumivu. Maana soko show ya leo. Jamani kuna watu wanajua. Baby twende. Kukupata imekuwa kama zari tu. Kukupata imekuwa kama zawadi tu. Nahidi kukutunza, nahidi kukulinda.